Hello guys, it's Ogal again, Pezbenzila, and welcome back to my YouTube channel. Sahi nitakuwa na kupostia video after the other, and make sure at least if you come across my video, you share, like, comment, and also you make sure at least umeacha ukiwa umesubscribe. Ndo tuende pamoja na ndo ni support na Mungu atakubariki. So guys, there is this video that has been trending of late ya huyu Mama Walare. Mama Walare amekuwa kitambaa kila mahali akajulikana Kenya kwa sababu hiyo video yake. And guess what, finally ameongea na akasema ya kwamba alikuwa anafanya hii mambo yote sababu ya kushughulikia afya ya watoto. Na that's why we should not judge that so fast. At least vile ameongea watu wameweza kuelewa ni kiini ya kufanya ile video ili apate kupata skufi ya watoto. Kitu kingine anasema hii video pia haikuwa ya sahihi. Hii video imekaa sana na the person that alikuwa amemwambia mtumie hiyo video alikuwa amemwahidi atampatia 20k. Na the person it's outside the Kenya. Na after kumwambia atampatia 20k, so akamtumia hiyo video. After kumtumia video ikakuwa ni shida. So akakuwa anamthreaten each and every time that huyu mama akata kumtumia pesa atakuwa sasa anamuexpose. Na huyu mama akakuwa anamtumia pesa. Akimuitisha dhao anamtumia. Akimuitisha 100 anamtumia. Akimuitisha 200 anamtumia. And for that reason wacha tuketi chini tusikize huyu mama, tusikie chenye anatuambia na venye anaelezea jinsi alivyojipata katika hali gumu ya kuwa exposed to this video. Kuja nikuonyeshe vile utafanya upate kwangu. Akaniambia mimi nafanyanga unaona hata sitokangi kwa nyumba na kula na kunywa na lipa rent. Akaniambia sasa kuja nikuonyeshe vile utafanya. Akaenda akanionyesha vile tunaingia internet. Akaniambia sasa utapata mtu wa kukusaidia, utapata mwanaume wa kukusaidia. Sasa kuingia mimi sikuwa najua kama huyu ni mwizi. Akaniambia sasa niko tayari kukuoa. Akaniuliza niko na watoto wangapi? Nikamwambia niko na watoto wangu 4 na wadada yangu 3. Akaniambia sasa niko tayari kukuoa bora kama utatii sheria zangu ama utakuwa ukinisikiza mimi kama bwana yako. Nikamwambia ni sawa. Bila mimi sasa tukaendelea. Akaniambia sasa wewe utafanya hivi, utanitumia video zako, utatengeneza video nitumie, then nitakusaidia na pesa yenye nitakupea 20,000. Nikamwambia hapana, hii kitu ni ngumu kwangu. Akaniambia kwanza hebu nikutumia yangu. Akanitumia. Kunitumia yake mimi nikaona sasa juu hiyo wakati nilikuwa nahitaji fee ya watoto wangu wakubwa, ni miaka 7 sasa imepita. Na watoto wangu au wadada yangu na wangu walikuwa form 2. Sasa walikuwa wanahitaji fee. Nikasema sasa tu nitajaribu nitafanya hizo video nimtumie. Nikatengeneza hizo video. Akanitumia 20,000. Sasa hii 20,000 ikawa kama pigo kwangu. Alikuwa tu ananiambia hivi, "We, hebu niwekea 2,000 hapo. Usiponiwekea nitakuanika sasa." Mimi sikuwa najua kama huyu mtu ako serious na mimi. Ndio aliniambia siko Kenya. Si ati nilikuwa namjua, lakini alinitumia pesa. Sasa vile alikuwa ananisumbua na simu yangu hata nikaona sasa juu ni kama nilifanya makosa kumkubali awe kama rafiki yangu ama bwana yangu, juu hata kama alinipea ile wakati ya 20,000 amenitisa yote tena na akiniambia nitumie 1,000, nitumie 2,000, nitumie 500, niwekea credit mpaka mimi mwenyewe na simu. Sasa mimi nikaona huyu mtu amekuwa ananisumbua, mpaka nika change line ya simu. Sasa hivi sikuangi na hiyo line. Sasa hizo video ni za kitambo wa Kenya. Naomba kama itawezekana tu mnisamee. Na hata watoto wangu naomba wanisamee, juu ni watoto wakubwa na watoto wote naomba msamaha. Mwenye aliona ako na hiyo video, tafadhali namuomba kwa hisani yake, tafadhali avute tu na sitarudia hiyo kitu tena. Naomba tu tafadhali mnisamee. Sitarudia hii jambo tena. Naomba serikali tafadhali unisamee na mimi. Saidia kwenye mtaweza. Hii msigo kwangu ni sito. Sina nguvu, sina uwezo, sina yeyote wa kunisaidia. Hata kwa familia sina mtu wa kunisaidia, niko peke yangu. Thank you so much guys. Subscribe, like, share and leave the notification bell so that if I upload any video, you're gonna get notified. Thank you so much. Bye bye. Let's meet you the next video.